Yeah.
Anakuita, akatupa vazi lake, akaruka, akamwendea Yesu. Yesu akamjibu akamwambia, wataka nikufanyie nini? Yule kipofu akamwambia, mwalimu wangu, nataka nipate kuona. Yesu akamwambia, nenda zako, imani yako imekuponya. Mara akapata kuona, akamfuata njia. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa jina lako. Neno lako ni uzima, ni uhai. Litufungue, litubadilishe, lituinue, litufufue jioni leo. Asante kwa maana Mungu unaenda kunitumia kama chombo. Ubiri kupitia mimi. Nitumie Bwana, waponye watu wako, waneemeshe, wapeleke viwango vya utukufu wako. Katika jina la Yesu. Na ijulikane ya kuwa upo Mungu unayetenda. Na ijulikane kuwa upo Mungu mwenye nguvu na uweza wote. Ni katika jina la Yesu Kristo. Na wote tuseme amen. Sema tena amen. Sema tena amen. Kama una uhai sema amen. Kama unampenda Yesu sema amen. Kama unamchukia shetani sema amen. Haleluya. Unanifanya niongeze siku za kuhubiri. Nilikuwa naona siku ni nyingi sana, lakini naona kama zimebaki chache. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Jioni leo nimekuja na ujumbe unaosema muite Yesu. Amen. Katika shida yako, katika teso lako, muite Yesu. Acha kuita wanadamu, acha kuwatazama majirani, acha kuwafikiria marafiki zako, acha kufikiria serikali ije kuajiri wewe. Mwite Yesu, atakutendea jioni leo. Haleluya. Haleluya. Ni kuna siri katika kumwita Yesu. Ni kwa nini nimekuja hapa Chiomba? Nimekuja ili kwamba niwaimarishe wapendwa kupata misuli ya kiroho, misuli ya imani. Na hata wale ambao wamekuwa wakionewa na nguvu za giza, wakionewa na uchawi, wakionewa na uganga. Unakuta jirani yako akikwambia tu leo utaona, na unaanza kutetemeka kwa sababu unajua usiku atakuja kukalia na kukunyonga. Nimekuja hapa nikufanya uwe jiwe. Haleluya. Haleluya. Sisi ni mawe yaliyo hai, na Yesu Kristo ndiye jiwe kuu la pembeni. Tukijificha kwake hata wachawi hawawezi. Sikiliza nikwambie, ninachokitaka jioni leo, yani ufanyike jiwe. Hata shetani anapokuja, wachawi wanakuja kukuloga, yani waloge, alafu warudi kwenye madhabahu zao, wajiulize huyu mtu gani ambaye halogeki. Haleluya. Jioni leo wewe hautalogeka katika jina la Yesu aliye hai. Bwana Yesu asifiwe. Hepi Bwana, hepi simama. Hepi anakuja. Simama. Unapunga mkono mimi. Bwana Yesu asifiwe. Huyu aliokoka juzi, jana wanamtembelea tena. Haleluya. Bwana, wanamtembelea tena.
Alichosema akasema Yesu Kristo ndiye msaada wangu. Akasema Yesu wewe ni fimbo ya chuma. Haleluya. Aliposema tu kwa jina la Yesu, yale mapepo yakaondoka, watu wakatawanyika. Yeye akasema hivi, nilichofanya niliposema tu amen, nikafungulia gospel nikalala. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Wewe pincho ya mtu anasema mimi nakupanga aje. Kimbia basi wewe bonga. Wewe bonga kimbia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu wanafikiri Yesu ni maigizo. Yesu ni halisi. Amen. Hebu geukia kuambia kilichotokea. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni kweli kilitokea hivyo. Jana usiku nilipokuwa naomba nilale. Wakati naomba. Ndio. Nikahisi kama kuna kitu kinanikaba. Kinanizuia. Nikazidi kuomba. Nikazidi kuomba. Baada ya kumaliza kuomba, nikasema amen. Nikaweka gospel yangu nikalala. Usingizi mororo. Nilala salama kabisa. Haleluya. Shangilia Yesu kwa makofi na vigelegele. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Yaani unajua ukijaliwa unaenda hata ukitabasamu tu kidogo unaonekana unacheka. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu wampendi maombi, wampendi kuomba. Mpendwa, omba. Iwe ni giza, omba. Iwe ni nuru, omba. Iwe ni katika mapito magumu, omba. Una fedha mfukoni, omba. Una gari unaendesha, omba. Una kibaiskeli inaandikwa SSH 5, omba. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Unalala kwenye nyumba imekaa hivi, omba. Una nyumba nzuri, omba. Bwana Yesu asifiwe. Hii ndio siri ya maombi. Wakristo wengi leo unakutana na mpendo anakuambia ase jana nimekaliwa. Tumishi mwanganizi alisema hivi, wachawi wote ni buga niche. Sasa sikiliza nikwambie, mchawi akiwa anaenda kuloga huwa havai nguo, analoga uchi, alafu na ule mwili wake anajipaka majivu. Sasa wewe ambaye hujaokoka, shetani ana maajenti wake ambao pamoja na wachawi. Unakuta sasa mchawi haingilii mlangoni, haingilii dirishani, haingilii kwenye ventilation. Pale zilipounganika tofali kwenye kona, anapita hapo. Bwana Yesu asifiwe. Ana nguo, kajifunga kitambaa cheupe na chekundu. Bwana Yesu asifiwe. Na yale matako yake yaliyojaa majivu anasogea kinyume nyume, anapojisogea kwa tena. Ameingia ndani. Akafika kitandani. Fikiria, haujaokoka. Andiko linasema kwamba nanyi mnalindwa na nguvu za Mungu kwa njia ya imani katika Kristo Yesu. Ulinzi tunaopata tukiwa ndani ya Kristo. Ukiwa nje ya Kristo hakuna ulinzi, hakuna usalama. Anafika pale anaweza kukukalia. Fikiria hajavaa nguo, anakukalia na matako yake mabaya. Unaamka hapo kitu kinauma. Mtu ambaye hajaokoka, hajampa Yesu maisha yake, yeye ni kigoda cha wachawi. Wakati wachawi wanaenda kwenye viringe vyao, wanaenda kwenye makutano yao, vigoda vyao ni wapagani. Vigoda vyao ni watu wanaoshika dini. Vigoda vyao ni wale ambao wamesema hatutaki kuokoka, tunataka uponyaji alafu hatutaki kuokoka. Sikiliza nikwambie, jioni leo nimekuletea habari njema. Mwite Yesu akuokoe kama Bartimayo aliyesema, Yesu mwana wa Daudi unirehemu. Bwana Yesu asifiwe. Nikiwa hapa Dodoma 2020, binti moja akanipigia simu akaniambia, mtumishi, ikifika tu saa 6 kamili
kitu kinauma. Ikifika tu saa 6 kamili kitu kinauma. Ikifika saa 9 kimekata. Hii ni siri nayokupa. Wachawi ndege zao zinaanza kupaa kuanzia saa 5:59. Saa 6 kamili wako kazini. Wewe kila kitu usitikia amen. Nisikilize. Uwe mtu wa kusikia. Amen. Sio msikilizaji. Na hii sio ushabiki, tunazungumzia uhalisia. Haleluya. Nikifika saa 5:59 ndege zao zinaanza kupaa. Wenye nyungo wanapaa. Wenye visimaji wanatumia kwanza uchawi daraja la 5 na kuendelea. Kuna ambao wanatumia kitu kimekaa kama kiatu au pembe. Wanakaa wachawi 300 ndio ndege yao. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ikifika saa 6 kamili wanakaa kikao chao. Leo tunaenda wapi? Wakasema Chilonwa. Wanafika Chilonwa, wanatafuta nyumba ya kuingia. Ghafla wanakuta nyumba ya mtu mmoja ambaye amekuwa mpishi sana, hataki kuokoka, hamtaki Bwana Yesu. Wanafika pale, mtu ambaye hajaokoka, nyumba yake inaonekana kama pagale, jengo ambalo halijamaliziwa. Wanakuja mahali hapo, wanaanza kufanya uharibifu. Lakini nyumba ya mtu aliyeokoka, sema amen. Hapo sasa na kuruhusu sema amen. Lakini nyumba ya mtu anaitwa anayelialia katika Kristo, wale ambao wanajulikana kama walokole lakini si walokole, ni waaminio wanaoliamini jina la Yesu Kristo, jina lipitalo majina yote, jina tuliopewa sisi wanadamu litupasalo sisi kukulikana, isipokuwa ni jina la Yesu pekee. Wale ambao wamesema kwamba mimi sina tiba ila nina Yesu, wale wamesema kwamba dunia haifai, wale ambao wanautumania na wanautazamia uzima milele, nyumba yao. Haleluya. Utaniuliza ni ulijuaje? Nikamata mchawi. Bwana Yesu asifiwe. Msaidia. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Uwepo wa Mungu unazunguka mahali pale. Alafu cha pili, malaika ambao kazi yao nimezungumzia kwamba hao ni wanaotumikia, wale wanaoliamini jina la Yesu, wale watakatifu, wale waliokoka. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Malaika hao, kitabu kile cha Zaburi sura ile ya 10 mstari wa 34 anasema kwamba malaika wa Bwana hufanya kituo ili kuwalinda na kuwazingira wale wote wamchao Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mimi akaniambia kifika saa 6 kamili kitu kinauma. Madhabahu una kawaida ya ku remote, yani kwamba madhabahu inafanya ile roho, yani inaamuru ile roho ifanye kazi kwa wakati gani. Ikifika saa 6 kamili huyu mtu anaanza kuugua kichwa. Maana nini? Walipokuwa kwenye madhabahu zao wakaanza kusema ya kwamba huyu mtu ikifika saa 6 kamili kichwa kimuume. Wakatoa na sadaka, kupitia ile sadaka wakatengeneza roho inaitwa kichwa kisichopona. Kichwa kisichopona kwa panado, kisichopona kwa dawa yoyote, iwe ya hospitalini au ya kienyeji. Unaweza asifiwe. Amen. Kule kwetu Arusha ukiuma kichwa unakuponyeza huko. Alafu unasikia kimetulia. Lakini hata kwa hivyo hakitulii, hakiponi.
Bwana Yesu asifiwe. Alafu kisi ile roho inaenda. Ile roho ikishatumwa kwa sababu na nguvu ya sadaka. Juzi hapo mliona kwamba wakati tunamwombea dada moja, nikayamuru ile mapepo, nikayauliza, mmekula sadaka gani ili muweze kuingia kwa udada? Akasema kwamba ni mbuzi. Wakamtoa yule mbuzi njia panda. Kumbe nini? Kupitia sadaka inatengenezwa roho. Ile roho inayotengenezwa, yule kuhani au mchawi akiwa anafanya ibada yake, ana jambo zake, ile roho inaenda. Ile roho ikisaenda inakukuta wewe una Yesu, na pengine una Yesu umelala hujaomba, pengine una Yesu lakini mwisho mafungu ya 10, pengine una Yesu lakini huhudhurii ibada, pengine una Yesu lakini unamsengenya mchungaji wako, pengine una Yesu lakini unachukiana na majirani zako. Ile roho inakuwa imepata nafasi. Ikikosa nafasi inatumia mlango unaitwa mlango wa ndoto. Unaota ndoto unakimbizwa, unaota ndoto unakula, unaota ndoto unapigana, unaota ndoto unapaa, kumbe ni uchawi. Unafundisha uchawi pasipo kujua. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya.
yaponya magonjwa, yaponya magonjwa, yaponya magonjwa, damu yaponya magonjwa, yaponya magonjwa, yaponya magonjwa, yaponya magonjwa, damu yaponya magonjwa, inatusafisha, 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 damu inatusafisha, 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 damu